Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina kamili naitwa Askofu Kiraga Nzai kutoka Malindi. Niko tayari kuwafundisha neno la Mungu ili tukapate kuwa hapa tunaishi katika utakatifu wa Mungu. Nataka nisome katika kitabu cha Isaya 62 mstari ni wa 8 na nitaanza. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wa nguvu zake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi. Biblia inasema hivi ya kwamba Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wake wenye nguvu, ya kwamba hata ruhusu vitu vyako au mali zako mtu mwingine azimiliki. Yaani yeye ametupa hakika ya kwamba hatakubali ya kwamba vitu vyetu vikapate kuchezewa na watu wengine. Nataka nikwambie hivi mama, nataka nikwambie hivi baba, nataka nikwambie hivi kijana, wewe ambao uko na mahusiano, wewe ambao umeolewa, wewe ambao umeoa. Biblia inasema kwamba basi Mungu ameapa ya kwamba hata ruhusu vitu vyako, iwe ni ndoa, iwe ni katika vitu vyako vya nyumbani, iwe ni watu wanataka kukunyang'anya. Biblia inasema kwamba Mungu hatakubali vitu vyako viende bure, hatakubali vitu vyako vichukuliwe. Nataka nikwambie hivi ya kwamba utakaposimama katika nafasi yako, utakaposimama katika ubora wako, utakaposimama katika maombi, hakika Bwana atakupigania. Nikisoma hapo mstari wa kwanza hiyo 62 inasema ya kwamba Bwana kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakavyo. Na mataifa wataijia haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba kwa ajili yako wewe mteule wa Mungu, basi Mungu hatanyamaza kimya mpaka utakapopata haki yako. Nataka nikwambie hivi, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tunamjua Kristo, sisi ambao tunamjua Mungu, sisi ambao tuko katika nafasi ambayo Mungu anatuhitaji, mara nyingi vitu vyetu vinaonewa, vitu vyetu vinachukuliwa, waume zetu wanachukuliwa. Kile ambacho tunasahau ni kwamba watu wako tayari kwenda kwa waganga kwa ajili ya ndoa yako, watu wako tayari kwenda kwa ajili ya biashara yako, watu wako tayari kwenda kwa madhabahu zao ambazo wanazitumainia, na ili ukapate kufilisika ama ukapokonywa haki yako. Lakini sisi ambao tunamjua Mungu wa kweli, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, tumesahau kwamba sisi ni wakubwa kuliko wao. Sasa wao wanapoenda kutoa sadaka zao, sisi tunaona ugumu kumtolea Mungu ama kusimama katika nafasi ya maombi, na hata Bwana akatutendee yaliyo sawasawa. Nataka nikwambie hivi, mume wako anaweza akarudi kwako, wewe mama ambao umeachwa, kwa sababu kama wameenda kwa waganga kwa madhabahu zao, sisi nasi tuko na madhabahu yetu yenye nguvu, madhabahu ya Kristo yenye nguvu. Nataka nikwambie hivi, kama utaamua kusema mimi wacha niombe, mimi wacha niende katika magoti kumlilia Mungu, mume wako atarudi. Kama mke wako ameenda, wacha nikwambie, kama utaamua kwamba mimi wacha nimuombe Mungu aliye hai, hakika mke wako atarudi. Kama kuna mali zako zimechukuliwa, kama kuna nyota yako imechukuliwa, nataka nikwambie katika maombi kila kitu kinawezekana. Nataka nikwambie Mungu amesema kwamba hata nyamaza kimya mpaka ukapate jibu. Kile ambacho nataka nikwambie, Mungu anasema tumkumbushe, tusimame kumwambia Mungu kwamba tunahitaji hili na hili na hili.
tukiendelea kuomba basi atatujibu. Nataka nikwambie hivi, Bwana amesema kwamba hata ruhusu vitu vyako, mali zako, ndoa yako, nyumba yako viliwe na watu wengine. Nataka nikwambie, simama katika nafasi yako, simama katika nafasi iliyo bora, na hakika utakaposikia maandiko haya na kuyashikilia kisawasawa, hakika Mungu atakupigania. Mungu akubariki, Mungu akuinue kwa ajili ya jina lake, kwa jina lako. Naamini kwamba umeitwa kwa jina lako, na mimi nimeitwa kwa jina langu. Wewe ni mwana wa Mungu, na mimi ni mwana wa Mungu. Tutakaposimama katika kumlilia Mungu katika madhabahu ya Yesu Kristo, hakika tutaenda kupokea kilicho chema. Asanteni. Shalom, shalom, shalom.